Alright, thank you very much. Asante sana popote ulipo, karibu sana ndani ya nyumba, ndani ya Kisi Hot TV. I tell you, ndio kudunda ndani ya nyumba, ukiwa unawakilisha rekodi yako kama kawaida. Karibu sana tuweze kuipiga na kwa dakika chache tu, kuambia kwa muda mchache tu tulio nao sasa hivi. Ni kama dakika ngapi? Kama nusu saa kuweza kuondoka kutoka hapa ndani. So karibisha watu wawili watatu, ambao kama tusha waziri ndani ya nyumba, tushafika ndani ya nyumba. Naona pale network yangu iko poa safi. Sound check, nataka kusikia kama sound check iko poa. Okay, alright. Okay, ni kama sauti haitoki pale ama vipi? Alright, thank you very much. Kama unipata kwa loud and clear, just confirm it to me pale kwa text, niambie kama ushafika ndani ya nyumba, niambie kama sauti iko sawa. Tutakuwa tunashukuru sana Mwenyezi Mungu. So, karibu sana one on one. Leo ikiwa ni siku gani? Leo ikiwa ni siku ya Friday, tarehe ni 2 mwezi ni wa 7 mwaka 2021. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa maana kwa nafasi hii na wakati huu. So kama kawaida tunafanyanga, hakikisha kumshachukua hiyo link. Chukua link, rusha kwa watu wawili watatu pale, wameshafika ndani ya nyumba. Baadaye tutakuwa na share link pale. Tutakuwa tunasema iko sawa. Nashukuru sana Pinde do anasema kama sauti iko poa, nashukuru sana. Thank you very much. Ila tunaomba kitu kimoja tu tafadhali, ukiwa unahakikisha rekodi yako, hakikisha umeshasambazia watu wawili watatu, waweze kuambia kwa tumefika ndani ya nyumba, ndio tutataka kuanza. Baadaye tutakuwa na share nyumba, tutakuwa na share ndani kile kiingia ndani ya nyumba. Okay, alright. Thank you very much. Tutakuwa na ndani ingia ndani ya nyumba, so hakikisha kwamba kile kitu kipo sawa. Na wakilisha vizuri sana kwa area code yako, na wakilisha vyema na side, tukaweza tukusonga mbele kwa pamoja ndani ya nyumba. Ni Kisi Hot TV, kwa mimi Dennis Kukurikuntu, kipenda niite Kurutu, kipenda niite Kuntu. Nitakuwa naitika mimi, sitakuwa na kataa majina yote na yakubali tu, iwe tu majina masafi na uja kupatiana tu. Okay, pia wewe unaelewa tu kwa ndio si lingine. So samahani sana. So hakikisha kwamba ushachukua hiyo link. Vile nataka kufanya tu hivi, kama tutafanya kama kawaida, nikichukua link nirushe kwa watu watatu, tutakuja tuomba hapa, kisha baadaye tuachilie link watu wengine kwa nyumba, tuweze kudiscuss kidogo tu kwa mchado wa siku hii ya leo, kisha baadaye tutakuwa tu tunafanya nini. Tunasema kwamba ni siku sijui kama kawaida tunafanyanga, ita watu wawili watatu ndani ya nyumba, waambie kwamba ita watu waweze kufika ndani ya nyumba tafadhali. Leo tumeanza mapema sana kabla siku zingine. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mnaelewa tu, leo siku ya Ijumaa, ingefaa nikae hapa ndani tu. Ni kwa sababu tuna kibali tu na neema zake Mwenyezi Mungu, ndio maana tushajaja ndani ya nyumba. So ile tunakuomba kaza kuchukua tu dakika 3-5 kufanya hii sharing tu kidogo, tuambie watu tushafika ndani ya nyumba, iende viral kwanza kwa kushare. Baadaye tutaongea mengine baadaye, ila tukirejea baadaye ni kuweza kuanzia kwa sababu ya maombi. Tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tuweze kusema kwanza ni asante Mwenyezi kwa kuweza kutuwezesha. Tumemaliza tu vyema hii wiki, naona tu ikisha tu salama, na Mwenyezi Mungu akimetushika mkono salama, tutafika huku mbele. Tutamaliza tu hii safari, itaisha tu, ila tunakuomba tafadhali chukua hiyo link. Mimi nataka kuchukua link hapo kwa dakika 2 tu peke yake, nikishare tu pale nitakuwa tunarejea hapa kwenyu kuhakikisha kwamba nishatupia watu wawili watatu wazashaingia ndani ya mtu, tumeanza tu one on one. Alright, thank you very much. So watu pale katika ile njia gani? Katika njia ya comment pale, tafadhali watu waweze ita majina, ita watu waweze kujaza ndani ya nyumba. Kuna watu tunafaa kumaki register area code yako, sema kama ushafika, umewakilisha area code yako, tafadhali washaingia tu ndani ya nyumba. Okay, wakilisha area code yako, sema kwamba tumejaza ndani ya nyumba area code. Kisha baadaye kaanza kuita watu wawili watatu, waambie kwamba tumeanza. Mtu akichelewa fine pale iweze kutembea na katambe tu kakisonga mbele, kwani iko nini? Karibu sasa tuweze kusonga tu mbele pamoja na mimi Dennis Kukurikuntu, kipenda ni Kurutu. Mbele iko sawa, na tunashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kila neema na kwa kila jambo. Hapa tu ni kufanya tu mambo mawili matatu, ni kushare. Just sharing here. So when I be back, nitakuwa na challenge pale, na sababu kwa moja mbili tatu nini ya kufanya maombi muhimu sana tafadhali. Leo nafikiri kwa mtu akaweza kutuanzishia kwa sababu ya maombi. Tukashukuru tu Mwenyezi Mungu kwa maana siku hii ama wiki hii kufika hivi leo, mwezi mpya, anakuambia kwamba happy new month, ndio tumeweza tu jura choose tu mwezi
Alright, samahani sana kwa kupotea sababu ya network. Ni network imetaprush kidogo tu, lakini nimerejea, nimeshughulikia pale. Naona kwamba iko sawa, kile kitu kipo shwari sana. Samahani sana kuweza kupotea kidogo tu, lakini nasema kwamba karibu sana ndani ya nyumba, tukaweza kusonga mbele kwa pamoja, tuweze kuwakilisha ile rekodi zetu, kuwakilisha rekodi yako pale ndani ya nyumba. Acha watu wawili watatu kama ilivyo kawaida. Tafadhali ni mkireje sasa, kama niko nishafika ndani ya nyumba, ambia watu shajaja ndani ya nyumba, kwa niko nini, just tell people you are present. If you are present my people, sema kama ushafika na upo ndani kabisa, uweze panduka, uweze ngoka, uweze toka hadi mwaka saa ngapi? Ndio nakwambia mwaka saa 8. Mimi nitakuwa natoka baadaye ndani, kitakuwa na jaja ndani ya nyumba kuweza kuhakikisha kwamba kile kitu kipo shwari na kile kitu kipo sawa. Ila tunakuomba tafadhali, mtu wangu, sharing ni muhimu sana. Piga shambili tatu pale, ita watu pale, register maki. Mtu akijaribu kuingia ndani ya nyumba, unaweza kuna fine, kupiga fine. If you are late, ukiwa umechelewa, kusamahani, ukiwa umechelewa pale, lazima kuna kitu unapeana kitu kidogo. Unapaswa upatiane kitu kidogo, kwani iko nini? Lazima upeane kitu kidogo, sawa sawa. Ndani ya nyumba ni mimi Dennis Kukurikuntu, nikipenda niite Kurutu, ukipenda niite Kuntu, ukipenda uniite majina yote. I just accept, nakubali. Mimi iko kubali majina yote. Na kutonga mbele, sawa sawa. So ukiona nimeangalia chini hivyo, samahani sana. Ni kuweza kuhakikisha kwamba nisharusha watu pale linki, watu wawili watatu. Kuna baadhi ya watu wanaambia kwamba Kurutu kianzanga, tafadhali remember to remind us kwamba shajaja ndani ya nyumba. So situache sisi peke yetu, hakikisha kwamba tumeanza pamoja na sisi, sawa. So I just appreciate for that. So ila tu sina la ziada, ni kuweza kurejea kwenyu, kuhakikisha kwamba tunasonga mbele kwa pamoja. Ila tutakuwa na chila linki pale, tafadhali. Leo niko na muda mchache sana. Leo niko na muda mchache sana. Nusu saa ni muda mchache zaidi. So ikiwezekana, ingia hapa ndani tufanyie maombi. Ukifanya maombi, tunashukuru sana. Tunashukuru na tuweze kuanza katika topic ya siku hii ya leo. Jua kwamba katika team comment, tafadhali ni kuweza kuwatambua katika team comment ni kwa njia moja tu. Kuita watu wawili watatu, kuhakikisha kwamba umesalimia mjulia mtu hai tangu tuanze siku ya jana usiku, ndio tuweze kupatana siku ya jana usiku. Yeah, that's the time we met, by the way. But I thank God for that moment. Tulisha kidogo tu baadaye mkaja ndani ya nyumba ndani Kiriga. So ila tunaomba akaweze kuchukua tu nafasi hii, nishajiria linki kule, tafadhali. So nahitaji mtu akaweza kuomba na tukaweza tu kuanza. I need somebody to pray for us as we start today's topic, mchadala wa siku yetu ya leo. Sijui unaashiria nini, uko na maoni yapi? Lakini ila tunakuomba tafadhali, ukiingia pale ndani ya nyumba, hakikisha kwamba umeita watu wawili watatu, tukaanza tukuanza tuko pamoja ndani ya nyumba, ndani ya Kisi Hot TV, na mimi hapa Dennis Kukurikuntu kwamba kwa mbele iko sawa. Sasa kutembea mbali. Kuna baadhi ya vitu ambazo zimefanyika wiki hii, kuna baadhi ya vitu ambazo zimefanyika leo, mpaka sasa tunajiuliza kwani kunaendelea nini? Sawa sawa. So nakuwa na parents na watu washengia pale ndani ya nyumba, tafadhali hakikisha kama umeingia na mtu kama wewe Vani, ukiingia hapa yule mtu wako kama yuko the partner, tutakuwa nitakupiga fine. Sisi kama alikuwa amekutangulia kuingia leo ndani ya nyumba. So ila tu kwamba chukua nafasi kuweza kujaza ndani ya nyumba, na mimi hapa Dennis Kukurikuntu mbele iko sawa. So nahitaji mtu akaweza kushukuru Jared Mangera, asante sana, ashafika ndani ya nyumba with me here. Sijui kama network inakubali hapa jamani. Okay, Jared, unanipata? Kama ndio anaingia network. Yes. Jambo. Niko salama. Mimi ni Mangera kutoka Mombasa, Mtwapa. Mimi na washukuru sana, ninaendelea kuwapata ingawa network ilikuwa mbaya, lakini sasa hivi naona na wapata vizuri sana. Nashukuru sana my brother. Tunaweza tupeleka kwa Mungu kabla tujaanza tu one on one. Yes, tupeleke kwa Mungu. Yes. Baba, tumekuja mbele zako tukilinua tukilitukuza jina lako. Tunashukuru kwa sababu umeweza kuwa pamoja nasi wiki mzima mpaka tena umetufikisha, tumeweza kufungua Sabato siku ya leo Bwana. Na wakati huu na mkabidhi mtangazaji. Wow, ni kama network inaita taprush kidogo, tafadhali. Watumishi wako, watangazaji wote ambao wanaohudumu katika station hii Bwana.
nao, usiti kuwalinda, usiti kuwaongoza. Mahitaji yao yote wanapoyaleta mbele zako Bwana, tunaamini utakuwa pamoja nasi mpaka tutakapofika saa 6 ya usiku, kupitia kwa jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Amen, amen, amen. Asante sana my brother Jared Mangera. Nashukuru sana kujaja ndani ya nyumba. I tell you, sasa ndio kwanza. Kabla kuomba tu hivyo, sasa na kwamba tuko free. We are free to start our program today. My brother Jared Mangera. Sasa na kabla ndani ya nyumba msema mtu hapa inawakilisha ndani ya nyumba ama sio? Kabisa kabisa. Watu wawili watatu ndani ya nyumba wakilisha rekodi yako. Mtopo already imewakilisha pale ndani ya nyumba. Sema watu wawili watatu, tafadhali ita watu wawili watatu waambie kwamba wamechelewa waweze kuingia ndani ya show kama kawaida. Karibu sana. Kwanza nawasalimia watu wa nyumbani, kanisa ya Amaviria, kanisa ya Riondonga na kanisa ya Keumbu, wote nikiwaambia, na ya Eremo nikiwaambia waingie ndani ya kanisa ya Amaviria, kanisa ya Riondonga, ndani ya Keumbu TV na ya Eremo nikiwaambia. Yes. Kwani ushamaliza hivyo? Nimeshamaliza. All right, thank you very much. I tell you, naomba shike tu papo hapo nyuma ya tent, usiondoke. Naona hapo mwana nimekuweka. Shikilia tu papo hapo, usiondoke mtu wangu. Kwambia tuko tunaingia kwa mjadala live and direct into next minute, 1 minute ambayo inakuja. Ni 55 pata saa 1 Afrika Mashariki. Nakwambia kwamba leo ni tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2021. Siku zinasonga kusonga mtu wangu nakwambia. Ila tunaweza kuambia kwamba karibu sana ndani ya nyumba, link nishachilia kule. Tafadhali ingia ndani, wakilisha rekodi yako na kuambia kwamba mtu hapa inawakilisha ndani ya nyumba. Na mimi nikiwa hapa nakwambia kwamba Kisi Hot TV tuko hapa inawakilisha kutoka hapa ndani ya station. Nakwambia niko na dakika kidogo sana kuweza kuondoka hapa ndani, baadaye mtaungana na Dani Keriga. Baadaye kote tu mambo mazuri sana. Okay, baadaye nikiwa nimeshaondoka. What the hell is king? Riskini jambo. Riskin. Princess Riskini jambo. Hii network yako leo umeipitia lunch. Princess Riskini jambo. Esther kwa sababu tuko kata na mochera konyale. Siku imekuwa aje dadangu? Ni kuamka tu. Ita watu mtu wapige fine, kwani iko nini? Irene, Sefad mko wapi? Gertrude Nyamari mko wapi? Chaitei mko wapi? Watu ingia kwa wingi. Yeah. Pipi Poisani finest man mko wapi? Gocheni kwa wingi. All right. Tunaingia kwa mjadala baadaye after kusoma comment 2 3 4 5. Ile tunakuambia princess shikilia hapo sasa kuondoka princess. Waterera gabo na watenga waterera pakeranse sio release huko irabosa. Sawa. Okay, sawa. Tukimbeti comment baadaye tukao tunaingia katika mjadala wetu siku hii ya leo. Nakwambia kwamba ikiwa tu saa 2 kamili ni mjadala, saa 2:30 mimi na nini na virago wangu na nitakuwa nimeondoka. Mimi na virago wangu tutakuwa nimepaki na kuondoka na kusema kwamba Dani Keriga ingia ndani ya nyumba. So what nitafuta sitting posture na capacity like this. Nikaanza kuimbia katika team comment haraka tuweze kuangalia mambo mawili matatu. Na kwa mtu wangu ni ndani ya Kisi Hot TV na mimi hapa Dennis Kukulikontu mbele iko sawa nakwambia. Anaitwa Keva Osinde anasema kungoja nayo. Keva Osinde, are you present? Sumesema kungoja nayo. Let me see you. Confirm to me kama you are present, okay? Keva Osinde ukikosa tafadhali. Utaona. Anaitwa nani? Gertrude Nyamari waiting. Gertrude, still waiting. Are you there waiting for us? Are you present? Say present sir. If you are present, kama hauko tutaonana nyuma ya tent, utaniambia. I tell you, where is King Princess? Kuja hapa ama nikutafute pale nyuma nikushughulikie viboko ingine mbaya sana. Masterini boss body. Area Igari waiting. Okay.
Possibly. Are you with me? Are you with us here? Just confirm kama uko hapa present tafadhali. Marcelina Possibly. Kama you are not present, tutaonana nyuma ya tent. Anaitwa Jennifer Kerubo Aworo. Aworo. Itingmango. Donch. Yes, karibu sana. Anasema kwamba waiting. Kama uko hapa ndani tafadhali, must Jennifer Kerubo confirm to me if you are present. Pianta Penado anasema kwamba in. Sasa confirm to me if you are present. Anaitwa nani? Leo kutawaka kutawaka leo hapa ndani nakuambia. Leo kutawaka hapa. Nikitoka hapa sijui kama nini, yani nitafute nini hapa tafadhali. Anaitwa nani? Really General Kenya amesema kuna kwa mezesha ako ndani ya nyumba kama kawaida. Asante sana, karibu sana. Pianta Penado anasema kwamba sauti iko sawa, nashukuru sana. Meditate ananiambia kwamba mambo pro poa sana. Are you present? John 254 entertainment generali. I'm tuned in manze, network iko fiti sana, nashukuru sana. Hiyo inaitwa John. Watajaja hapa ndani ya nyuma baadaye na nani? Sijui wataomeleta nini leo. Inabidi nikaa hapa kwanza tu. Ndio manake nani? Anaitwa nani? Ndio na mtu wangu anaitwa Jared, ushatuambia tafadhali. Sijui kama Pienta alipepa zile vitu zake za kufanya kazi, zisifanye kazi hapa, ndio? Pienta alipepa. Nimeomba tumetakaza hii studio sasa. Okay, all right, thank you very much. I like that work by the way, kazi wanafanya safi sana. Anaitwa Really General Kenya, amewezesha kusema ako ndani. Anaitwa Really General Kenya do Holem Kai. Hii ni Don what? Hiyo jina ni ngumu tafadhali. Hiyo jina ni ngumu. Anaitwa Really General Kenya, amepotea, I'm present here. Anaitwa John 254 entertainment. John point tuned in, kwani ni kesho. It is Friday. Happy preparation and happy Sabbath. And it is today. Happy Sabbath wherever you are, my people. Anaitwa nani? Anaitwa Venice Kwamboka. Haujambo kurutu? Sijambo sana, my dear sister. Are you present? Confirm to ukitoka Mombasa, Mtwapa. Mtwapa ina watu ndani ya ananiambia kwamba nimeingia ndani. Hi everyone, hi to you my brother. Karibu sana ndani ya nyumba. Gregor, kuna mtu hapa anaitwa Vanis Kwamboka. Na ngoroje kuruka. Nenje na bongo sombele tukuru ababa lakini tinda akora because sijui kama uko ndani. Still confirm to me if you are present. Gregory anasema kwamba nimeingia ndani. Hi everyone, hi to you. Anaitwa ni Pianta Penado kwamba wow, on fire. Thank you very much Osebe Chris in kama present. Thank you very much Osebe. Are you still present? Karibu ndani ya nyumba. Sasa live and direct pale kwa mjadala. Disikuwe kwa msalimia. Sijui kwa watu wengine hii link imewakati. Niko hapa for a little time ping time kidogo sana. Oh, Jared. Aseme, hebu watu salimia watu tafadhali. Watu salimie kwa tafadhali. Wasalimie kumtope na wakilisha. Kwani kwa nini? Magari kusalimia. Karibu. Salimia. Habari zenu? Salama sana. Shiko? Unaitwaje? Na Caleb. Unaitwa vipi? Caleb. Caleb. Hali ya Mtwapa? Nzuri. Ni jua ama ni kiangazi ama ni mvua? Kwani kuna nini kusai? Kuna mvua kiasi. Thank you very much. Nashukuru sana. Asante sana kwa kuingia ndani ya nyumba. Thank you very much. Salimia mami. Mami salimika. Mwambie tusalimie bwana. Na mwana hata side. Nimeona anafanya nini? Anapokuwa Hello. Jambo. Hello. Mnanipata? Sasa. Mambo, jambo. Viti. Uko salama? Unaitwaje? Naitwa Whitney. Unaitwa Whitney. Asante sana kwa kuingia ndani ya nyumba.
Naona pale nini mami anatayarisha hapo kando nimeona na hapa tu. Nimeona mamako hapo kando anapika Habari tu. studio. Iko Habari salama. ya studio. Iko salama. Iko poa. Sawa sawa. Okay. Thank you very much kwa kuingia. Patiana mami simu. Asante. Karibu. Patiana mami simu. Mami ametoroka, hajawahi ziko. Mami ametoroka. Mami. Amefanya nini? Mami ametoroka. Wacha kuchoma wewe. Unachomea mami kwa Whitney. Hey. Oh, thank you. Thank you. Patana dadi simu sasa. Dadi apatiwe simu. Thank you very much. Unaona familia. Yaani ukiona familia kwa umefurahi like that, unajua kwamba kuna amani katika hiyo familia. Watoto wako sawa. Naona yani kitu kipo sawa. Hata paka, hata panya zinafurahi kwamba nyumba iko na amani. Nashukuru sana. Karibu sana ndani ya nyumba. Asijui Riskini, wewe uko na nani hapo kando? Riskini. Osebe Grace anasema present. Anasema wote wako salama, wanafurahia studio yetu. Ni vile mama aliogopa kidogo. Nashukuru sana. Thank you very much. Tutakuwa narejea kwako baadaye tayari. Shikilia hapo tu hivyo. Shikilia hapo tu hivyo. Okay, thank you very much. Naitwa John Mesa. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Ndio naingia hapa ndani, but network ndio mbaya. Pole sana. Osebe Grace asifiwe, Yesu mtumishi ati John. Thank you very much. Nimekuambia tumekutangaza hapa. Mungu akaanza kushuka katika studio. Sasa kina Piento wakiingia hapa tafadhali. Hey, I tell you. Okay, Mairo Justin, jambo. Mairo Justin. Yes sir, how are you? I'm fine, a long time by the way. Karibu sana ndani ya nyumba. Anashukuru sana, nawasalimia nyote mlio studioni. Yes. Anafurahia watu kuingia show na mjadala ni moto. Mimi nitajadili baadaye, wacha kwanza watu waingie. Yes, what's the favorite one hapa? Favorite. Hey. Jambo. Kwa sana. Ukoaje hapa ndani? Tuko salama. Leo tunaanzia wapi? Achilia salamu hapo, kisha baadaye utatuanzia mjadala wa siku ya leo. Samahani, ongeza sauti. Volume kidogo mtu wangu. Naambia familia ya Momanyi pole. Alinka kwa kumpoteza their only son. Na nisalimie nyinyi wote. Leo sina majina yenu, nimesahau. Lakini nani akikuja hapa JK lazima tachoma hii stand. Hiyo stand itachomeka. Nimekuambia. JK right wherever you go tent yake nani. Karibu sana kwa mjadala tafadhali, kwa mjadala wa siku ya leo. So unajua kanisa starts a building. Hiyo kanisa ni mjengo. Lakini si vizuri kuongelea huko madhabahuni. Najua katika kwa kanisa kuna space, kuna mahali separate. Yes. The altar, penye tunaitaka the altar. It's the altar of God. Lakini tukiangalia kwa upande mwingine si vibaya, kwa sababu hata Yesu mwenyewe alisema hivi, Kaisari Kaisari nini sasa mwenye sasa. Anyway, kufanya siasa si vibaya, kwa sababu ni kiongozi tunayetaka kuchagua mwenye atakuwa our leader. So hakuna ubaya hapo, kwa sababu tunafaa kuchagua mtu mwenye atakuwa mbele yetu, atakuwa kituongoza. So sioni ubaya, na wanasiasa sisi ndio huwa tunainterpret wakati mwingine vibaya. Kusema eti mtu anafanya siasa haimaanishi yeye hajaokoka.
Hapana, ni ile kutaka kupigania haki za wengine, kuambia let's go this right way. So kanisa si kibaya kufanya siasa. Siasa ni kibaya. Wacha nikuulize swali. Eh, Mbona Yesu akapiga wale watu wale walikuwa wanosa pale, walikuwa wamefanya kanisa kama soko, akapiga nini mitereti hapa ni what? Viboko. Mbona Yesu akawachapa kanisani? ile ilikuwa like a parable, like teaching. No. Ukiangalia spiritually kupigwa, spiritually being punished ndani ya kanisa ni uko na masengenyo na uko hapa ndani ya kanisa. We ni mchawi, uko hapa ndani ya kanisa. Ukipiwa vipoko, si lazima uzikue vipoko hapo zenye zinaitwa physical. Ilikuwa tu as a sign ya kuonyesha watu aje, if you want to go the right way, kama umeamua kutumikia Mungu, mtumikie Mungu kwa roho yako yote, or else you will be punished because of using the name of the Lord your God in vain. Acha nikuulize. We cannot expect tukuje kuchapwa sahi na vipoko. Hakuna mtu amewahi ona Yesu kwa macho. Hata shetani kwa macho yetu hatujawahi kuona. Stop waiting like you will see something physically. Utangoja mchoke. Okay. You want. Unless wewe utuambie uliona Yesu wapi? Shetani physically. We believe, tuna believe ya kwamba Mungu ndiye ametenda. Imani. Wacha nikuulize. Yaani Biblia inasema vipi? Okay. Sijui watu watakuwa nini? Biblia inasema Yesu aliwapiga mitereti pale kanisani. Ndio nakuuliza. Tangu hiyo siku wapige watu miteredi, it was physically. Na according to this generation, yes, the mijeredi Mungu alikuwa anapea watu. This punishment we are hizi magonjwa zote, hizi vitu zote tunaona, that is mijeredi yenye tunapigwa sahi. So let's not waste our time waiting kuchapwa physically ndio tujue ni vibaya, what we are doing is wrong. Siwezi kaa ninajua. Unajua, we know that we are not supposed to use the name of our God in vain. But right now watu wengi sana wanatumia jina la Yesu baya. So ndio maana Mungu anaachilia kichapo. Lakini si msingoje mchapo eti moru usiku amanyika kama akwe metemo tu aleti alama. Hiyo nayo zi tangoja sana. Siasa si mbaya. Ina depend yeah. Utakuwa zipu nini, shikilia hapo baadaye. Anaitwa Aimu Bash, asante moto sana. Karisa Siocha anasema kwamba happy Sabbath Team Kisi Hot TV na Ege TV. Nashukuru sana. Nirudi kwake Jared. Wewe maoni yako ni yapi? Nieleze vizuri, nimesikia njiani, sijasika vizuri. Mjadala siku leo unasema kwamba wasema aje? Do you support wanasiasa kupiga siasa kanisani? Kitu nitaweza kusema ni ya kwamba si vizuri wanasiasa kuweza kupiga siasa ndani ya kanisa, kwa sababu ndani ya kanisa ni mahali ambapo unaenda kumwabudu Mungu wako, Mungu ambaye ameweza kukulinda wiki mzima, ulikuwa unazunguka huku na huku ukifanya kazi. Sasa siku ya Sabato ni siku ya kupumzika, ya kustarehe, ya kufurahi, kwa sababu Mungu wako ameweza kukulinda na ameweza kukufikisha ndani ya kanisa. Na hapo ndani ya kanisa si mahali ambapo unaweza kuletewa siasa ya chuki, mtu anakuambia fulani ni mbaya, fulani ni mbaya, lakini
kwa kanisa ni mahali ambapo mizigo yote unampatia Mwenyezi Mungu ili aweze kupumzisha, kwa sababu anakuambia ya kwamba njooni kwangu nyinyi nyote msumbukaa na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Kwa hivyo ukienda katika nyumba ya Bwana na unapoenda huko unaenda na mambo mengine si yale ambayo ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, ni kama wewe unaenda kujiletea laana mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ukiingia ndani ya kanisa ni mahali ambapo patakatifu, ni mahali ambapo unastahili kuongea mambo ya Mwenyezi Mungu na mambo ya kujenga watu wa Mungu, na mahali ambapo mtu kama alikuwa na stress, kama mtu alikuwa roho yake imeweza kurudi chini, kama mtu ameweza kuwa amekata tamaa, kanisani ni mahali ambapo anaweza anaweza kupatiwa tumaini, si mahali ambapo anaenda kujazwa mambo mengine ambayo si yale ya kumpatia tumaini. Kwa hivyo ndivyo tunasema ya kwamba wanasiasa, kama ni siasa, wacha waende wafanyie mahali ambapo sio katika nyumba ya kanisa. Kama wanahitaji kwenda katika ndani ya kanisa au kanisani ndani, ni kwenda kumwomba Mwenyezi Mungu ili aweze kuwaongoza kwa kazi ambayo kwa mambo ya siasa wanataka kwenda, lakini si kwenda kuzungumza mambo mengine ndani ya kanisa, kwa sababu tunaona hata Yesu Kristo alipoenda kanisani akapata watu wanaendelea kuuza na kununua na kufanya mambo mengine, si ya kwamba ati huko ndani walikuwa na biashara na nini na nini. Walikuwa ndani ya kanisa, lakini mawazo yao yalikuwa kwa biashara yao, mawazo yao yalikuwa nyumbani, mawazo yao yalikuwa mahali. Huko kanisani ni mwili tu ulikuwa huko, lakini mawazo yao yote yalikuwa nje ya kanisa. Ndivyo sasa tunaambiwa ya kwamba tunapoenda ndani ya kanisa, wacha tuweke imani yetu yote huko na tuweze kujua ya kwamba yule ambaye tumeenda kumtafuta ni Yesu Kristo, na ataweza kutupatia tumaini ya kurudi mara ya pili. Asante. Niko na swali Jared. Yes. Je, unataka kumaanisha hawa wanasiasa hawajaokoka? They are human beings, wameokoka wanaenda kanisa. Ina depend kwanza kunkurukutu ata specify ni siasa aina gani. Kitu nitaweza kusema ni ya kwamba mwanasiasa ni mtu wa Mungu na Mungu anampenda sana, lakini akiingia katika nyumba ya Mungu, mambo ya siasa asiweze kuyaongea ndani ya kanisa, lakini aweze kuongea mambo, yani ataweza kutoa ushuhuda jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu amemlinda, jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu amemuongoza, lakini si ya kwamba aende kuongea siasa ndani ya kanisa. Mwanasiasa ni Mungu anampenda na Mungu anamuhitaji. Mwanasiasa ni mtu kama mimi, ni mtu kama wewe, lakini kitu peke yake astahili kupeleka ndani ya kanisa ni mambo mengine, tuseme ni kama mambo ya dunia ndani ya kanisa, lakini kama ni kuongea mambo ya Mwenyezi Mungu, ana shida yoyote, ako sawa. Jared, unajua mahali kisasi cha siku hizi tumepotelea. Mambo ya dunia ni vizuri kufunza watu kanisani, kwa sababu uko nyumbani wazazi they don't teach. Muna grow amutaki kujua. Wakati uko kanisani pasta ama yani yule kiongozi amepewa ruhusa wafunze mambo ya dunia, ni vizuri kufunzwa. In fact, kanisa hatuwezi sema eti ninaenda kanisa kupata tumaini. No. Kanisa ni building. Tumaini linatoka kwa Mungu na imani yako. Na kanisa yenyewe ni roho yako. Si ile building imejengwa kona fulani ama kona fulani. Kanisa building, hiyo building si eti huko ndio unaenda kutolea stress. Hapana. Favored. Kwani unataka kusema ati kanisa ni roho? Na ile majengo tutaita aje majengo? Hadi uko building. Mahali watu wamekusanyika wawili watatu kwa ajili ya neno la Mungu. Yesu naye anakuanga katikati yao. Church is just a building. Kitu nitaweza kusema ni ya kwamba unajua hata wakati ambapo Adam na Hawa walipokuwa hapa duniani, tunapoona watu wa kwanza wasasi wetu wa kwanza, hata kama dhambi ilipoingia ulimwenguni, tunaona ya kwamba kuna mahali ambapo palipotengenezwa patakatifu, hekalu la Mwenyezi Mungu, ambapo hapo ni
makuhani ambao walikuwa wanaingia ndani kuwaombea wale ambao wameweza kufanya dhambi. Kwa hivyo tunapoingia katika hekalu hii ambao imetengenezwa mfano wa hekalu ya Mwenyezi Mungu, au mfano wa kama ile hekalu ambao makuhani walikuwa wanaingia ndani, hii ni takatifu. Hatuwezi kupeleka mambo ya dunia, mambo yetu ndani ya kuomba uongozi, ya kusema nitawafanyia hivi na hivi. Haya mengine tuko na wiki katikati hapa tunastahili kuyafanya. Na tunapoangalia kusema ya kwamba kanisa, kweli kanisa lazima ianzie nyumbani. Na kanisa inapoanzia nyumbani, kanisa ni mimi na watoto wangu, tunaanza kwa nyumba. Tunapotoka kwenda katika hekalu la Mungu, ni kwamba hapa nyumbani tayari kanisa tumeanziza. Pale tena tunapoenda kumuomba Mwenyezi Mungu, tayari kanisa tunapoenda kukutana stiri huko tena ni kanisa, lakini kanisa inaanza nyumbani. Kwa hivyo dunia ambayo tumeweza kufika saa hizi ni kwamba tumeweza kumpuuza Mwenyezi Mungu, tumeanza kupeleka mambo ambayo hayastahili kupelekwa ndani ya kanisa. Tumeanza kupeleka, tunasema ya kwamba ati kanisa ni roho yako. Hapana, wacha tuweze kusoma Biblia na tuweze kuelewa Mwenyezi Mungu peke yake ndiye ataweza kutupatia mwongozo, na hii ni lazima tuweze kuweka magoti chini ili Mwenyezi Mungu peke yake aweze kutupatia Roho Mtakatifu, yule ambaye atakayetuongoza na kutuonyesha kile ambacho tunastahili kufanya. Kanisa hatutaweza kuchanganya mambo ya dunia na mambo ya Mwenyezi Mungu. Ni kwamba uwezi kuchanganya giza na mwangaza, havitaenda pamoja, itakuwa ni ngumu. So ndugu yangu, unataka kumaanisha siasa ni giza? Kwa sababu hao ndio wanatuongoza, hao ndio watakuwa kama ngao kwa dunia, achana na ngao ya nini, ya mbinguni. Unajua hapa chini pia tunastahili kuchagua viongozi, na hapa hapo awali kulikuweko na viongozi apart from Mungu alikuwa ndio. Hata unajua mpaka the tax collector were there, viongozi walikuwa, lakini haimaanishi ati sasa these people ni watu wa dunia, sijui wanafanya mambo ya giza. Hapana, I don't agree with you. Hapana, mimi nilikuwa nasema hivi mambo, hata mimi utakuta biashara ninafanya pale nje, nafanya biashara vizuri sana, ninauza pale nje vizuri sana, lakini vile biashara ambapo ninapofanya pale nje siwezi enda ndani ya kanisa siku ya kumwabudu Mwenyezi Mungu alafu nianze kuambia mimi nauza mbuzi, mimi nauza kondoo. Pale ndani ya kanisa pale ni Mungu peke yake tunaenda kumwabudu na kufanya kazi yake. Hata mwanasiasa anapoenda ndani ya kanisa ni kuenda kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumpatia asante na kuenda kumuomba hata hicho kiti ambacho anachohitaji amuombe Mwenyezi Mungu ili amuongoze aweze kukipata. Si ya kwamba mwanasiasa ni mtu wa dunia hawezi ingia ndani ya kanisa, lakini hawezi kuchukua yale mambo ya siasa aende kuyapeleka ndani ya kanisa. Hiyo ndio nasema sida. Lakini mwanasiasa ni kama mimi, ni kama wewe, anaruhusiwa anaingia ndani ya kanisa, anamuomba Mwenyezi Mungu na aende kulingana na mipango jinsi ambavyo Biblia inaeleza, na aende na mwongozo wa kanisa. Kama ni siasa ataweza kupata muda pale nje apige vizuri sana vile anahitaji, lakini sio ndani ya kanisa. All right, thank you. Thank you. Pastor Kama, come back. Pastor Kama, come back. Leskin. Please. Jambo. Please, jambo. Please. Okay. My brother Justin. Yes sir. Karibu sana. Sijui umeshika sasa mjadala, karibu sana. Sijui maoni yako ni yapi? Mangu haitakuwa tofauti na huyo mwenzangu, huyo jamaa hapo mbele. Kitu ya kwanza tuelewe siasa ni nini. Ndio maana unasikia siasa is a dirty game. Siasa hapa kuna competition, na kwa competition watu wanalipiana China.
Oh, mimi nitafanya eti propaganda. Wengine wanakula propaganda kwa kanisa. Unajua Mungu ati nitawachangia kitu fulani, akishachukua kura anaepa. Unajua tukosea Mungu. Mimi ningesema hivi, kwa kanisa siasa haifai pale. Kwanza moso kwa pale kwa alitari unakula kiapa ya uongo. Afadhali tu ngojea kanisa ishe pale nje. Uongelee siasa yako pale, mwenye atakusikiza kusikize. Mimi najua siasa is a dirty game. Sika a dirty game kwa alitari ya Mungu. Hivyo tu kama sitaki kuchangia mengi. Mimi nimesema kwamba kwa kanisa hakuna kufanya siasa. Kuenda pale wabutu Mungu. Ukishatoka pale nje, mkishamaliza kanisa mkiwa pale nje, hold your meeting there. Give your grievances so that Mungu akusaidie, lakini ukienda kukura kiapo pale mbele ya uongo utakuwa umeharibia. Unajua sasa wale watu pale wameenda kusikiza neno la Mungu, na wewe unakuja unawachanganya neno na siasa. Wengine wanasahau neno la Mungu lenye limepeleka pale. Kila kitu iko na muda wake jameni. Everything has its own time. Time ya siasa ikuwe ya siasa, time ya kuabudu Mungu ikuwe hivyo. Kwa hayo machache, Mungu awabariki bana. Mwingine atoe mchango wake. Kurutu, unajua hujatuambia siasa gani hasa unamaanisha. Hata siasa, hata Mungu na shetani tunafanyanga campaign. Tunaambia watu okokeni, tokeni kwa shetani, ni mbaya kwa hivi na hivi, kujeni kwa Mungu. Hiyo ni campaign. Sasa wewe mwenyewe tu specify siasa yako. Wow. Sasa tunacheka, si ni kweli? Hata kuna mtu anakuambia kwa nini unaenda kanisa? Haikusaidii, kuja tuende huku tunaipa tunapata pesa. Pia hiyo ni siasa. So tuambie siasa yako ni gani? Kurukuntu, can you come clear? Help our sister to understand this. Tuambie siasa gani? Kwa sababu mimi naongelea siasa ya kanisa si mbaya. Pasta anafika huko mbele anaambia watu achaneni na shetani, mipango ya shetani si mzuri kwako. Shida ni ile ni kama hujapitia topic. Unajua wanasiasa, unajua hata pasta ni mwanasiasa. Anakampenia Yesu offers the devil. Anakampenia Yesu. Hapana. Anaambia watu kujeni kwa Yesu muokoke, achaneni na shetani. Na mwanasiasa naye anakuja kanisa anasema nichagueni mimi, achanani na fulani. Hakuna tofauti hapa. Wanasiasa sijui pasta sikuwa kuwa mwanasiasa, sijaelewa ile jamani. Mwanasiasa kwa sababu anakampenia Mungu. Amekuwa unaelewa a politician. Okay, niongee kizungu kidogo. So now this pastor is a politician. How inakuja pastor anakuwa politician? Nasema hapa nimesema pastor ni politician kwa sababu si pia yeye anakampenia Mungu. Unajua matamshi ya politician vile anakuwa, and the pastor unaweza linganisha ya kwa the same. It depends unaitumia hilo jina politician in which way, mahali gani, sehemu gani, under which statement. Sasa wewe mwenyewe hujatuambia under which statement, lakini Mungu na shetani wanafanyiwa kampeni pia na wao. Vivad. Wewe kukutane na wewe. Mimi ni mleti cha kazi. Wacha nikuambie who is a politician. Si ndio? Si unataka kujua who is a politician? Sababu tuone kama pastor. Is pastor involved in that? A politician is a person who is professionally, underline that word, involved in politics, especially as a holder of elected office. So pastor amekuwa elected. A pastor is elected to be the head of a certain church. The head of somewhere. In the church we don't elect.
In Hiyo church, pastor, leadership. let me tell you, pastor was elected. Kuna pastor wenye wanakuwa elected na wana No. wa kanisa. Kuna No. pastor anakuwa No. elected na Mungu, We don't anachaguliwa na elect Mungu church. kuhubiria We watu. select. Kuna pastor Church anajichagua we mwenyewe. select. Hapana. Point of correction. In church, we don't elect. We Yeah. select. We Kuna watu select. We don't elect. Sawa. We select. Yeah, we select leaders in church. So kama kanisa yako unaambiwa ati next week ni uchaguzi tunafanya, huyo pastor mwambie arekebishe kidogo tafadhali. Kanisani hatupigi that's why I don't know kama kanisani pale wanapiganga campaign. I've said watu mnakwanga wengi kwa familia, lakini Mungu anachagua mmoja ili kuinua familia kwa njia moja au ingine. Hiyo nayo unasema aje? ati Mungu kufanya wote, anachagua mmoja, anamuokoa, anakuwa kielelezo kwa familia. Sasa akishaokoka anaanza kufanyia hao wengine, kuambia achaneni na hizi maneno zenye mnafanya ni maovu, kujeni hii njia yenye ninatembea. Hii njia natembea iko na mwangaza, tokeni kwa hiyo njia, achaneni na hizo grupu zenyu. Yes. Hiyo sasa hapo utasema aje? Sio tutamuita ni pastor, anahubiri. Yeah? Si anahubiri Yesu, ahubiri shetani. Hapo si unaona kuna watu wawili, anahubiri Yesu, hao wengine watoke kwa shetani. Shikilia hapo kidogo waambiwe ukweli. Nakwambia. Riskin. Majority unajua nakuanga timu mimi. Wewe tulia hapo waambiwe ukweli. Riskin, okay. Kwanza Deren kuamka jambo. Unmute your mic. Deren kuamka. Deren ni jambo. Pietro Penedo anasema kama sisemi kitu, nasema Mungu ni mkuu. Yes, Deren. Poa sana. Mimi nilipokuwa nashukuru Mungu. Naona mko salama. Karibu sana. Asante. Sasa unaenda wapi? Niko hapa. Ukoje? Poa sana naye. Nimekaa sana bila kukuona. Niko mzima kama kigongo. Mjadala ni gani? Sijui kurudi mjadala ni gani? Hebu niambie. Mjadala inasema do you support kupiga siasa kanisani? Waleta pale anakuambia siasa za propaganda. Si vibaya, si ni vizuri. Si wanafanya after kumaliza si ajenge wakimaliza kuomba na kufanya kila kitu wanapewanga nafasi huko mwisho. Si wao pia ni wanadamu. Yes. Kumaliza wakipiga siasa kwa kanisa hivyo hawajaokoka kama hawajamjua Mungu. Kuna zile yani kwamba wajaokoka jini wanafanya vibaya. Sisi hatujasema hivyo. Unaona? Sisi tumeuliza tu hivi. Ni vizuri kwa wanasiasa kupiga siasa pale kanisani. Yes, ama ndio ama hapana. Hatujasema kwamba wao ni wabaya nini hapana. So you expect anze ikuwe yes or no? Ukisema yes, you support your answer. Ukisema no, you support your answer. Yes. Swali liko ngumu. Mimi naona si vibaya. Support. Support your answer. Bona I think abaraya baye bakurazi Nyasaye, so kupiga siasa kwa kanisa si vibaya. Chua abaraya baye Nyasaye ukuru. Tikaberwanirira sie kanisa Nyasaye neraba nalikero bako ngaindirira Nyasaye ko bakekeranya muteyai kwa ngaindirira busubwana. Oselect yo rombe.
Wacha mfano. Uchaguzi wa mwaka 2027. No, 2017 kuna baadhi ya kiongozi alikuwa sehemu fulani, akaenda kampeni akasema first naomba mniombee. Yaani nimeomba Mungu tu nitafute kitu nipewe. Na mimi hii kanisa nitapadirisha, nitaweka tiles hapa mbele matapao, nitatengeneza matapao ndio naanzia. Washirika naomba mniombee. Washirika wakapiga magoti chini. Mungu saidia huyu. Alikuwa kiongozi. Kurutu, nimeuliza mara 3, sasa ni mara ya 4. Can you specify siasa zipi? Kuna siasa nzuri na kuna siasa mbaya. Siasa za kidunia sasa. Kuna ile Kurutu, acha nikuteje. Kuna ile mtu anaweza kuja kanisa. Hana anajua Kiswahili, atuambie siasa ni nini. Wacha niseme hivi, mimi namaanisha sitasema yote ile yenye mnasema. Kuna siasa mzuri na kuna siasa mbaya. Siasa mbele ilipawa tayavana nasi. Agoche kanisa kuyoyo ndamagora ucha kuyoyo mwaba magora. Maanisha hiyo siasa. Mwenye anakuja. No, listen to me. Kila nae kurutungwa ne kuna mimi. Tewa nsire. What niseme hivi? I mean please. What is specify? What is make kizungu? Nimemaanisha siasa. I mean politics. I mean politics and the politicians. Are they allowed in the church kupiga kampeni zao pale kanisani? Kwa simaanisha siasa yote ile. Mimi namaanisha hao wanasema mimi nikiwa mjumbe hakikisha kwamba hii barabara nimeitengeneza. Hii kanisa taweka gorofa, mapati tabadilisha. I don't mean peke yao ndio wabaya. Eti sasa hiyo ndio dhambi peke yake inaingia kanisani. Mchawi anakuja na uchawi wake ameficha kwa mfuko ako hapo. What is the difference? What the difference? Never understand my topic please. Mimi sisema wachawi hapa. Hao watu ambao wana politicians, ni vizuri wao kuja kanisani kutumia madhabahu kupiga siasa. Kuomba kura pale. Yes or no? And support your answer. Mimi bado sitoki hapo. Siasa za siku hizi lazima waende kanisani ndio Mungu achague kiongozi mzuri. Na kuchagua kiongozi lazima Mungu ndiye anachagua kiongozi. So kwenda huko kupiga siasa, si eti anaenda kupiga siasa the whole day, anapewa time yake ya kupiga siasa after kumaliza kanisa. Wacha nikuulize. Hao wanasiasa wote ambao ni viongozi wote lazima walipitia pale kanisani, including the president sasa hivi. Sasa kumaanisha watu wote vile walienda pale kanisani wakaombea wakakuwa viongozi wote ni wazuri. Sasa ni kumaanisha wewe mwenyewe vile ukooka kanisa umeombea wewe ni mzuri. We are not supposed to judge. No. Mimi hamjanielewa. Hamjanipata kabisa. Peter Oronga anasema kwamba politics shouldn't taken to churches. That is fine though. Yes. Wewe nimekushika hapa unasema point yako ni waongo. Wanakuja wanadanganya na kanisa. Mimi sijasema, listen to me. Understand the topic. Mimi sijasema ni waongo. That's why I like these people about wasn't to me for example, the market napenda hii kanisa ya SDA to support keepers. This support keepers I swear and fanya research. Ukipata politician msimamo mbele ya church anaongea inakuanga I don't know, it's not very easy. So hiyo ndio mambo yake ndio mnajua kwa hiyo wanaendanga sinaendanga hiyo kanisa wanakujanga. Wacha kitu nitaweza kusema mimi kitu nitaweza kusema ni ya kwamba unajua wakati mwingine tunajua ukweli lakini tunataka kupita mikato. Ni kwamba
hata kanisa hairuhusu ya kwamba mwanasiasa aingie, hata kama ni siku ya Sabato, aingie pale mbele aanze kuongea mambo ya siasa. Hiyo ni ukweli. Hata Biblia hairuhusu mambo kama hayo yaweze kufanyika ndani ya kanisa. Kama kanisa ni mahali pa kumwabudu Mwenyezi Mungu, si kanisa ni mahali pa kuenda kuchapa siasa yako. Siasa uko na siku zako za kuchapa siasa. Siasa ni kama mtu ambaye ako na biashara. Biashara yangu siwezi kupeleka ndani ya kanisa, ati nikipeleka ndani ya kanisa ndio Mungu aweze kunibariki biashara yangu iweze kuenda vizuri. Niko na siku ambazo Mwenyezi Mungu ameweza kunipatia niweze kufanya biashara yangu. Sio siku ya Sabato au siku ya Jumapili imefika, hiyo ndio siku sasa naenda kwa Mungu nianze kuchapa biashara yangu, nianze kueleza watu biashara ninafanya. Hiyo siku ni siku ya kumrudishia Mwenyezi Mungu asante kwa kunilinda, kwa kuniongoza, hata biashara yangu ninapofanya pale nje vinaenda vizuri. Kwa hivyo si vizuri mwanasiasa kupewa jukwaa ndani ya kanisa aanze kuongea siasa. Na kitu kingine ni ya kwamba kanisa, mchungaji afanye kampeni. Mchungaji anahubiria watu wa Mungu wa kusikia aweze kufuata Mwenyezi Mungu, wa kukataa kusikia afanye vile anataka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu arasimisi mtu, unaambiwa ukweli, ukubali au ukatae. Kwa hivyo tuweze kusema ni ya kwamba unapokuja ndani ya kanisa ni kuinuana. Kama ulikuwa umekufa moyo, kama moyo wako ulikuwa umerudi chini, kama nyumbani ulikuwa na mawazo, unapoingia ndani ya kanisa, mchungaji anapokuhubiria yani anakuonyesha jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anakupenda. Mwenyezi Mungu alitupenda ndiposa akamtoa Yesu Kristo akafa juu ya msalaba, ili yoyote atakayemwamini atapata uzima wa milele. Kwa hivyo mwanasiasa akiingia pale hawezi kukupatia neno kama lile mchungaji anapokupatia. Siasa akiingia pale, kazi yake anataka kukuambia yale ambaye atakaye kufanyia, si yale ambao Mwenyezi Mungu atakao kufanyia. Kwa hivyo mwanasiasa anakaribishwa ndani ya kanisa afanye kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini asikuje kuchapa siasa ndani ya kanisa. Tuseme ukweli. Yes. Jared, niko na swali. Umesema you cannot Yes. what you are doing kwa kanisa, si ndio? Wewe ni mkulima for example. Umepanda vitu zako unataka kuuza. Umetoa ile kitu kutoka kwa shamba umekuja kanisani. Pastor, ombea hii nini fulani before niende kuanza kuuza. Favored. Kurukutu kutikanda kora before niende kuanza kuuza. Igotote abantu, you are going to sell this product. I think madam, tuelewe hivi, kama niko na vitu vyangu sambani ninataka mchungaji aniombee. Unajua kuna yale mapato, ile chakula ya kwanza ile ninamleta kwa Mungu kama sadaka. Ile si ya kwamba nilileta niombewe ibariki ile yangu nyumbani. Lakini ile yangu ya nyumbani ninaweza kupeleka mchungaji pale aiombee mahali iko. Hata biashara yangu ninapofungua biashara, ninapeleka mchungaji anaombea biashara mahali ninafanyia. Si ya kwamba ninaleta biashara ndani ya kanisa ati ndio mchungaji aviombee ndani ya kanisa viweze kuendelea. Hata nyumba yangu ambapo nimeingia ni mchungaji aenda aombee pale mahali niko. Si ya kwamba mpaka nilete ndani ya kanisa ndio viombewe. Okay. Favored, shikilia hapo the next 1 minute kwa sababu muda unaenda mbio sana. Kwanza happy birthday blessed mom Irene Kiribo, happy birthday to you. Happy birthday from Kiss Hot TV, tunasema happy birthday. Naomba kasi kufungua microphone yako pale tuambie kwamba siku imekuwa vipi tafadhali. Na rejea kwako Favored, wanikupatie the 1 minute tupatie final word. But what I understand, President Mama atakwambia nini? I don't know President Mama atakwambia nini. President Mama, jambo. Kwani hapa mimi ndio ninaambiwa? Nakupata. Happy birthday. Happy birthday my dear. Nashukuru. Happy birthday tafadhali.
anataka kukuimbia happy birthday. Dere ni kwa tumuimbie happy birthday tafadhali. Ako ready ku dance. Mimi nataka niimba dance hapa atulize kichwa. Kwanza before mwanze kuimba, wewe umemeza miaka ngapi? Tumuimbie kwanza. Nataka kumuuliza miaka. Miaka ngapi? Wimbo inakuja na miaka. Sasa kama unaogopa kusema miaka yako, unakubaliaje kusema ni birthday yako na kutuambia miaka? 50 nimewafanyia hivi. Sawa, si birthday ni yangu Liz Queen, mbona unanyongwa hivyo? Wewe, nakwambia nipigie simu na utaki kunipigia. Mama President Mom wewe. Si wewe unipigie, mimi nimeshindwa kukupata. Oh, nitakupigia na Imona ukae online, okay? Si nikuimbie? Yes. Nimwimbie ama kurutu ni aje? Muimbie. Ona kapicha kake nitakapost. Wasije kupenda itawakosa. Aje niende. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Irene. Happy birthday. How old are you now? How old are you? 50. Wanadada watokangi 20s. Si unajua wanadada watokangi 20s. Hiyo ni swali unauliza. Happy birthday. Hiyo wimbo hata iko serious. Endelea kwa mjadala. Hata niambia asante, anacheka tu. Asi nilikuwa nangoja umalize jameni, si umemaliza. Mimi nawashukuru nyote. Wale wote waliniombea, tulimaliza sherehe salama. Mimi nawashukuru nyote kwa maombi yenu. Juu hata maombi pia inafanya kazi. Nashukuru wewe ulianza kuniambia tangu jana, lakini keki utakula tu kwa macho. So nani atanielezea mjadala ni gani ndio nichangie? Nasema kwamba support wa Wanasiasa kupiga siasa kanisani. Sasa hata sio kanisa peke yake, hata kwa matanga hawaruhusiwi. Hiyo mambo imefanya watu wamepigana sana. Mimi nilikuwa nasema hivi, kama we ni mwanasiasa, tafuta watu uwaambie nataka tukutane siku fulani pahali fulani, mkae chini. Kuna viwanja nyingi sana, mkae chini muongelee mambo ya siasa mmalize. Lakini mambo ya kuleta siasa kwa matanga, siasa kwa kanisa, mimi sioni kama hiyo jambo ni mzuri. Alafu kuna huyo Jared alikuwa hapo na muunga mkono. Wakati uko na kitu unataka mchungaji aombee, unaweza ukamuita tu hata kwa nyumbani akakuombea akiwa pale. Sio lazima upeleke kitu kanisani ndiye akiombee. Mimi naona kama niko upande wa Jared na mimi nashukuru sana. Nashukuru. Liz, wewe nitafute. Okay. Doc G254 siku hizi most church it is all about money. Hata wamesahau Biblia. Get through the happy Sabbath to you, all of you. Get through the happy birthday to you, blessed Imam. Thank you very much. Miskin, jambo. Oh. Karibu sana kwa mjadala. Hiyo mjadala hata nitasema. Boriti karat. Hiyo mjadala nitasema sasa. Siku hizi watu wanapenda pesa kugurukutu. Siku hizi Ukristo watu wanaweka kando. Yes. Mtu akiona mtu ametoka Amerika na ako na pesa, wanamkaribisha tu na anaingia kwa kanisa, anaanza kupiga siasa juu wanajua ataacha kapesa hapo. So mimi nasema hivi, siku hizi watu wamesahau Mungu. But thank you. But
Sasa mbona imenitoka sababu naongea huku na huku. So nasema hivi siku hizi Yes. watu wamesahau maneno ya Mungu, wamekimbilia pesa. So si vizuri siasa kuletwa kwa kanisa. By the way, hata matanga naonanga wakikataa, lakini watu wengine unajua, mtu akiwa na yani, watu wako na tamaa ya pesa sana. Mtu akiona mtu fulani ako na pesa lazima mkaribishe ndio aingia apige siasa yake, lakini si vizuri. So kwa Mkristo ndani ya kanisa si vizuri kupiga siasa, ni eliende kwingine ama apange nini, alete watu wake waanze kupiga hiyo siasa, lakini si kwa kanisa. Thank you very much. Favored one, in 1 minute, your last words in 1 minute. My last word is that kuna siasa mzuri na kuna siasa mbaya. So depend ni siasa gani zinafanywa. Kanisa inaweza fanywa siasa. Kuna siasa mzuri na kuna siasa mbaya. Yes. Ni gani mbaya? Sijabadilika. Tuingia hapo, ngoja kidogo. Siasa mbaya. Favored. Thank you very much. Kwa sababu ya muda Dani kilikanengea kwa nyumba, tafadhali nataka kumaliza in time. Ndio maana yake ninataka kuwakatisha tu hivyo. Blessed mom, maneno yako ya mwisho tafadhali. Mimi maneno yangu ya mwisho nilikuwa nasema watu waheshimu kanisa, kwa sababu kanisa ni nyumba ya Mungu na kanisa ilitengenezwa kwa sababu ya mambo ya Mungu. Ndio maana unaona tuko na shule, tuko na kanisa, tuko na hospitali. Wacha kila nyumba ikuwe ya kazi yake. Ndio unaona kuna baa, kuna hoteli. Baa haiwezi kuwa hoteli na hoteli haiwezi kuwa baa. Wacheni kila nyumba ikuwe ya kazi yake. Ndio maana unaona wanafungua bureau ya kupeleka wasichana kazi. Ndio unaona wanafungua ofisi ya kuajiri watu. Wacheni tutofautishe nyumba ya Mungu na nyumba zingine. Siasa yoyote iwe mbaya iwe mzuri, peleka nje. Pale kanisani ni kuingia, kusoma neno, kuhubiri, kubarikiwa. Hiyo inaisha, ushuhuda, mambo inaisha. Mi sioni apart from that kama ni vizuri, sioni kabisa, ni hayo tu. Thank you very much. Mangera, maneno mwisho brother. Kitu mimi nitaweza kusema jinsi ambavyo dada yangu ameweza kusema ni ya kwamba nyumba ya Mwenyezi Mungu iheshimiwe na nyumba ya Mwenyezi Mungu iweze kuabudiwa kulingana na jinsi mipangilio yake, jinsi ambavyo ameweza kuitoa. Kila kitu kiko na mahali pake, kinafanyiwa kazi. Kwa hivyo kwa Mungu tuende kumwabudu na kumuomba na kuomba Roho Mtakatifu aweze kutuongoza tunapoendelea kufanya kazi yake. Asante. All right, thank you. Thank you very much. Bigi Mabazu, jambo. Salama. Karibu sana ndani. Sijui muda wako ni yapi tafadhali, kwa dakika 2 tu peke yake. Asante, sijakuwa nikifuatilia lakini nimeingia tu sasa hivi. Sababu mimi ni fani huku na naipenda Hotkeys TV. Okay. Mimi nafuatilia tu lakini msijali. Sawa, nashukuru sana. Thank you very much. Yes. Unawakilisha rekodi gani kakangu? Nyamila County, Mosobeti. Mosobeti ndani ya nyumba kabisa, I tell you. Yeah. Okay, thank you very much Big Man Bazu kwa kuweza kuingia ndani ya nyumba hii ndani ya Kise Hot TV. Deren kwa mkanasema kwamba Atirich nimesalimika. Domi jina mChelsea, kuna nini huku ndani? Anaitwa Richi, na wasalimu nyote mafans Prasis, Kalista, Vanis na wengine wote. Happy Sabbath blessed ones. Thank you very much. Deren kwa mka atigetu tunakuona.
By the way, Richi, siku hizi umepotea sana, sijui siku hizi umesha wapi. Utapikia siku ile ilikuwa nasema kwamba mchade alikuwa anasema je, do you support wanasiasa kupiga sasa kanisani? Nashukuru sana kwa kuweza kuchangia ndani ya nyumba kila mmoja. Naona zimegonga dakika ni 52 baada ya saa 2 Afrika Mashariki. Tarehe ni 2 mwezi wa 7 mwaka 2021. Inabidi nikaweza kuondoka hapa tuweze kupata katika siku ya Jumapili kuanzia mwezi wa saa 2 mpaka kieleweke nayo. Ila tu kwa sasa na kwa ajabu Mwenyezi Mungu aweze kukuongoza na kuweza kulinda kwa kila njia na kwa kila nafsi. Wote kazi kuita Jared Mangera atuombe tukaweze kuondoka. Jared. Yes. Tuweze kuomba. Naam. Tuombe. Baba, tumekuja mbele zako tukikushukuru, tukilinua jina lako. Tunashukuru jinsi ambavyo tulivyokuomba uweze kutuongoza kwa mjadala ambao tuliokuwa nayo. Tunashukuru kwa sababu umeweza kutuongoza na wasikilizaji na wale wote ambao wameweza kuchangia, wameweza kuona ni yapi ambao wanastahili kuyafanya ndani ya nyumba yako au hekalu lako Bwana. Usidi kuwa pamoja nasi, usidi kutulinda, usidi kutuongoza. Tunapoendelea kukuabudu, tunapoingia sabato yako takatifu, tunaomba utukufu na uwezo wako uwe pamoja nasi, utuongoze ili yote tunayoyafanya tuyafanye kulingana na mapenzi yako Bwana. Radio TV yetu tunazidi kuiombea, watangazaji wetu tunazidi kuwaombea, usidi kuwa pamoja nasi sote kupitia kwa jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Amen. Nashukuru sana, asante kwa kuungana pamoja na sisi hapa ndani ya nyumba. Mwenyezi Mungu akuongoze kwa kila jambo. Chukua kilicho kizuri, achana kilicho kibaya. Asante sana kwa na mimi hapa Dennis Kukulikuntu. Mwenyezi kukulinda, tupatane siku ya Jumapili mwendo wa saa 2. Now and may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Shalom, mkwe na usiku mwema. Baadaye msisi kuondoka. Dani anaingia saa hii. Msiondoke, anaingia kwa studio sasa hivi. Right now. Sawa.